Luna ameshatoa maagizo kwa muuaji kwamba bidada G aweze kuuliwa, lakini wakati huo huo huyu malaika Daniel alikuwa ametimba mbele ya gari yake, na swali ni moja tu, kwa nini unataka bidada aweze kufa? Bidada Luna mdomo wazi, hana jibu lolote. Mwamba akasema kuwa kama ukimgusa bidada Jion, basi nakuahidi kwamba utalipa kwa utakachokifanya. Kisha Mwamba akawa anaondoka. Bidada huko ofisini ameshamaliza kazi zake, anamsubiria malaika Daniel, lakini Daniel alikuwa amechelewa kufika. Akafumba macho yake na kutamani kwamba Daniel aweze kufika kwa wakati huu, na ile anafungua macho yake kama alivyoomba, kweli kabisa Mwamba akatokea mbele yake na kumkumbatia. Usiku huo bwana kawa anajitazama mkono wake na lile kovu, na namna ambavyo Mwamba anaonekana kuwa na hofu sana siku ya leo, lazima akahisi kwamba kuna jambo lilikuwa linaendelea tofauti. Akavizia na kuingia chumbani kwa Mwamba ili aweze kuchunguza ukweli yeye mwenyewe. Alikuja kugundua kwamba simu yake iliyokuwa imepotea iko katika mkoba wa Mwamba, na hapa akaanza kupeleleza ni namna gani simu yake iliweza kupotea. Akakumbuka mara ya mwisho jamaa aliaga kwamba anakwenda kununua mwamvuli, basi akaenda kwa machinga ambaye alikuwa anauza mwamvuli, akasema kuwa jamaa jana alipoweza kununua mwamvuli anarudi tu akagundua kwamba mpenzi wake ameweza kupotea. Akaanza kumtafuta huko amechanganyikiwa. Bidada kuanzia hapo akaanza kulazimisha kumbukumbu zake aweze kukumbuka matukio yote, lakini kadri anavyozidi kujifosi kukumbuka, mwisho wa siku akajikuta ameanza kukumbuka kila kitu. Naam, alipomaliza tu kukumbuka, basi yule kiongozi wa malaika mishumaa iliyokuwepo kule kanisani kazima, na hii ilikuwa ni ishara ya kwamba kuna kitu ambacho kimevunjwa. Na bidada hakutaka kabisa kupoteza muda, akamfuata Mwamba na kumwambia kwamba wewe ni nani? Jamaa akagundua kwamba bidada atakuwa amejua ukweli, akamwambia kuwa mimi ni malaika. Bidada akakasirika na kutaka kuanza kuondoka. Mwamba akamshika mkono kumrudisha, lakini bidada akamsukumiza Mwamba umbali mrefu, lakini jamaa akawa amejigonga katika gome fulani la mti, kitu ambacho kikasababisha mkono wake uanze kutoka na damu. Bidada alipogusa mkono wa Mwamba akashangaa Mwamba anapona sekunde hiyo hiyo, na bidada akawa amerudi mpaka nyumbani, huku aliendelea kukishika kile kitambaa ambacho Mwamba alikuwa amempatia zamani. Lakini siku ya leo Mwamba akawa ameingia ndani na kuanza kumuuliza bidada, je, umekumbuka kumbukumbu zote na mtu ambaye alikuwa ameweza kuteka? Lakini bidada hakuwa amejibu jambo lolote lile. Mwamba akamwahidi bidada kwamba nitakwenda kukulinda, lakini bidada akauliza ni lengo lipi ambalo limekuleta wewe malaika katika maisha yangu? Bidada alipogundua Mwamba hataki kutoa majibu, basi akamchukua moja kwa moja na akampeleka kanisani, lakini hapa akaambiwa kwamba kiongozi kwa maana ya mchungaji hayupo. Lakini bidada akalazimisha mpaka akaingia ndani, lakini alipoweza tu kufika ndani akashangaa kuona kwamba jamaa alikuwa anaficha kila kitu ambacho kiko pale mezani. We bwana we, bidada aliwasha moto kweli kweli hapo ndani, akawashia pila wote hawa malaika, na mwisho wa siku akaamua kumfungukia bidada ukweli kwamba ilikuwa ni lengo la jamaa kutengeneza upendo ndani ya moyo wako ndani ya siku 100 tu. Lakini pia alipokuja kugundua kwamba yeye hastahili kabisa kudeti na binadamu, akawa amempakazia huo msala Mwamba juu huu. Bidada alikasirika na kusema kwamba ina maana mimi nilikuwa mnaniuzia kwa mwanaume mwingine, si ndio? Akaanza kumfukuzia malaika Dani. Malaika Dani akaanza kukimbia pale kanisani. Lakini pia huyu kiongozi wa malaika kila anavyowatazama wawili hawa namna ambavyo wanafanyana masiala kama yote, akajikuta mpaka yeye mwenyewe ameanza kutabasamu, yani kana kwamba ameridhia kabisa watu hawa kuwa pamoja. Lakini ndio hivyo tena, sheria haziruhusu kabisa binadamu kudeti na malaika. Na bidada Jian alipoweza kurudi nyumbani, sasa aliamua kuivalia njuga kesi yake, kuanzia waliokuwa wamemwekea madawa katika kinywaji mpaka hawa ambao wameweza kuvizia na kutaka kumuua. Hawa wote wanatakiwa kupata adhabu kisheria. Akaanza na mhudumu aliyekuwa akihudumia siku ile ya sherehe. Mwamba akawa na akili wazi kwamba aliagizwa na Sunja kuja kuweka sumu katika kinywaji cha bidada kilichoweza kusababisha bidada aweze kufanya vurugu katika ile sherehe. Lakini yeye pia ndiye aliyeweza kufungua nati katika ile tairi ya gari na kusababisha ajali ambayo ilitokea siku za hivi karibuni na kuyapoteza maisha ya mjomba mtu. Bidada aliyoyasikia alikuwa ni mazito kweli kweli, akajikuta mpaka anapata huzuni. Mwamba akamchukua na kumpeleka katika maeneo ambayo kulikuwa kuna maji yakitiririka, akamkabidhi kile kibox cha udogoni. Lakini bidada akawa anamuuliza jamaa, hichi umekipata wapi ikiwa mimi nilimpatiaga rafiki yangu udogoni, alafu wewe umekishika, umekitolea wapi? Na Mwamba bila kuficha kabisa akasema kwamba mimi ndio Daniel ambaye tulikuwa marafiki kutokea nilipokuwa mdogo. Bidada akapata hasira na kunyenyuka, kisha akawa anaenda zake kwa sababu akahisi kwamba jamani kama amemsaliti. Kwa kipindi chote bidada alikuwa anahangaika kumtafuta mtu huyu. Mwamba akamwahi bidada, akamkumbatia na kisha wakaanza kukisi, na hii ilikuwa ni kisi ya upendo kwa sababu huyu ndio mtu alimpendaga kutokea akiwa mdogo. Mwamba malaika Dani akitazama siku alizobakiza kwa kuendelea kuishi na bidada akagundua ni chache. Akawa nawaza siku moja angalau angekuwa binadamu, na kwa sababu Mwamba juu alikuwaga ni malaika na kisha akawa binadamu, basi Mwamba akaenda kuchukua madini na kutaka kuuliza anawezaje kuwa binadamu na mimi mazima. Hatukujua ni nini hasa juu aliweza kumjibu huyu malaika Dani, lakini nyakati za usiku tunaonyeshwa Mwamba akiwa anarudi nyumbani. Alipoweza tu kumwona bidada G akiwa anatabasamu, Mwamba alikuwa amejawa na kauzuni fulani, akawa anakumbuka namna ambavyo alikuwa anaambiwa na maneno fulani na Mwamba juu. Sasa sijui alikuwa ameambiwa nini, lakini akawa anapata huzuni kiasi chake, na ikabidi bidada Jian pia aweze kutana na huyu Juhu, na hapa wakaanza kuzungumza. Na Mwamba Juhu akasema kuwa kuna matokeo ya Mwamba Dani kuwa na wewe katika mahusiano, na Mwamba akaeleza wazi kwamba ni kitu ambacho miungu hairuhusu na haikubali kabisa nyewe wawili kuweza kuingia katika mahusiano. Bidada akataka kuondoka kwa asila. Mwamba akatoa kitambaa kile ambacho hata yule malaika Daniel anacho, akasema kuwa hata mimi nilikuwaga ni malaika. Na bidada akawa anarudi nyumbani kwa huzuni sana, haamini maneno yake kabisa eti aliyoweza kuambiwa kuwa kama akiendelea kukaa na huyu
huyu Malaika Dani, basi iko siku atakuwa na mwisho mbaya. Na aliporudi nyumbani akamwambia mwamba Malaika Dani kwamba nataka leo nilale kitanda kimoja na wewe. Jamaa akabaki amefurahi kweli kweli, yani kaona leo bana, mbona mambo ndio haya bana, karibu sana bana, lala hapa, kitanda ni kikubwa, kitalala pamoja. Siku hiyo bidada alikuwa na mambo mengi sana kwa mwamba, akawa anamshikashika kifuani akimtesti mapigo yake ya moyo namna fulani, kana anamkumbatia kwa ujirani. Jamaa akajiongeza, akajua kwamba bidada kuna kitu anakitaka, sijui palikuchaje. Na asubuhi tu palipoweza kukucha, bidada akamchukua mwamba na kwenda kupiga picha katika sehemu fulani ya studio, lakini pia akamnunulia vizawadi vingi sana mwamba. Mwamba anazidi kutabasamu tu, ajui bidada asili alionayo ndani ya moyo wake kwamba ameujua ukweli, lakini kadri anavyozidi kumtazama mwamba anatabasamu, ndivyo akajikuta yeye anaanza kutokwa na machozi. Mwamba dakika za mwishoni sana akaja kushtukia kwamba bidada alikuwa analia, ikabidi kuweza kumkumbatia, lakini akawa anahisi kabisa kwamba bidada ameambiwa baadhi ya vitu. Jioni hiyo hiyo mwamba akafunga safari na moja kwa moja akaenda kwa mwamba juu, akamkunja na kumwambia kwamba sitaki umwambie kitu chochote bidada yule mpenzi wangu, hata siku moja, mwache kama alivyo. Na huko upande wa pili bidada jioni yuko bize kweli kweli kutafuta katika vitabu namna gani malaika anaweza kubadilika na kuwa binadamu, na akarudia kabisa kwenda kumpigia mwamba juu simu na kumwambia kuwa inawezekanaje huyu mwamba kuwa binadamu. Lakini jamaa akawa anakumbuka kipindi ambacho mpenzi wake aliweza kujitoa sadaka ili yeye aweze kuwa binadamu, akashindwa kumwambia bidada kwamba kama ukitaka Malaika Dani aweze kuwa binadamu, basi wewe unatakiwa kufa afu yeye ndo atakuwa binadamu. Lakini jamaa alichokisema ni kwamba huyu jamaa akija kutaka kuwa binadamu, basi ni kama kuishi katika jehanamu kila siku. Kifupi ni kwamba mwamba juu huu alikuwa anamaanisha kuwa anajutia yeye kuwa binadamu kwa sababu alimpoteza mtu ambaye anampenda ili mradi tu yeye aweze kuwa binadamu kutokea umalaika. Lakini hizo nyakati za usiku, mwamba Malaika Dani akaelekea katika mti ambapo kwa mara ya kwanza aliweza kukutana na bidada, akaandika barua kwa Mungu akisema kuwa natamani sana kuwa binadamu. Lakini baada tu kuiandika ile barua hapa tu ikaweza kuungua kiasi ambacho yani Mungu alikuwa amekataa kabisa ombi lake. Mwamba kaandaa makaratasi kibao, akafika nyumbani akaendelea kuandika moja baada ya nyingine, lakini zote zilikuwa zikiungua tu mpaka pakakucha. Mapema na alfajiri mwamba akamtoa bidada na kumpeleka ile sehemu ambao kwa mara ya kwanza waliweza kukutanikia, lakini pia akachukua baiskeli na kuanza kuzunguka wakiwa wanaendelea kufurahia momenti zao nzuri. Baada ya kuchoka akarudi chini ya mti na kisha tena wakaelekea katika eneo la kanisani, lakini bidada G alikuwa ameandaa pete mbili mbele ya kanisa, akazitoa zile pete na kumwambia Malaika Dani kwamba anampenda mtu huyu. Lakini mwamba Dani alipoweza kuziona pete hizi tu akawa ameondoka pale na kusema kwamba sina muda wa kuendelea kukaa sana hapa ulimwenguni. Mwamba akasema hawezi akamwoa bidada na kumwachia ujane, anataka kama angekuwa binadamu basi ndo angemwoa, angeishi milele. Lakini bidada haijalishi, akasema kwamba hata kama nikiishi na wewe hata kwa siku moja tu, kwangu ina thamani kuliko hata siku 1000 za kuishi na mtu mwingine, naomba tu unioe. Bidada akawa amemshika mwamba ili kumtia moyo, lakini kabla mwamba hajafanya kitu chochote kile, alimuona kuna mtoto alikuwa akivuka barabara na bahati mbaya mtoto huyu alitaka kugongwa na gari. Mwamba akaenda kumwahi, kwa bahati mbaya jamaa alikuwa ameumia. Bidada jiani akakifunika kile kidonda cha mwamba ili mwamba asije akaonekanika kwamba anapona kwa haraka. Dakika hizo hizo tu mwamba anasimama akajikuta ameweza kuzimia, kabidi bidada kumuisha jamaa hospitalini, lakini alipoweza kufika hospitali wakaja kugundua kwamba kidonda cha mwamba hakikupona mpaka dakika hii. Jamaa akabaki anashangaa, ina maana katika zile barua ambazo nilikuwa nimemwandikia Mungu amejibu maombi yake kwamba mimi natakiwa niwe binadamu? Ikawa hawaamini kabisa. Basi bidada akasema kwamba kama ili waweze kuamini jamaa ni binadamu ama sio binadamu, anatakiwa waende kwenye maji, alafu jamaa mbawa zake zisipoweza kutoka, basi jamaa ashakuwa binadamu. Lakini walipojaribu kufanya utafiti na kukagua weather forecast, yani tabiri za hali ya hewa, walikuja kugundua kwamba jua litawaka kwa siku karibia 4 mfululizo. Kwa hiyo hawatarajii kabisa kupata mvua katika kipindi hiki cha karibuni. Nyakati za usiku wakaketi pamoja wakiwa wanazitazama nyota, lakini kadri wanavyozidi kuzitazama hizi nyota, kuna wingu likaonekana kwenda kulifunika ule mwezi, na ghafla tu mvua ikaanza kunyesha. Malaika Dani akakimbia haraka sana mpaka pahali ambako mvua ilikuwa ikimnyeshea kwa nguvu sana, kisha akamuuliza bidada, je, mbawa zangu zimeweza kutokea? Lakini bidada hakuwa na jibu zaidi ya kwenda kumkumbatia mwamba. Kufikia hapo mwamba akaamini kwamba ameshakuwa binadamu. Wakaanza kukisi katika maeneo hayo ya mvua moja kwa moja mpaka kitandani, na asubuhi yake ilipoweza kutimba, mwamba Malaika Dani akawa ananyanyua mkono wake lengo aweze kumgusa bidada katika maeneo ya mashavu, lakini kwa bahati mbaya akashangaa mikono yake ni kama nafsi hivi, akabaki amechanganyikiwa. Jamaa akakimbia mpaka kanisani kwa kiongozi mkuu wa malaika. Kiongozi mkuu wa malaika akasema kwamba hilo ni onyo unalopewa kwamba mwili wako unakwenda kupotea muda si mrefu na wewe utakwenda kutoweka hapa ulimwenguni. Mwamba aliishiwa nguvu, alijua kwamba amebadilika kwa binadamu, kumbe ndio kwanza anaelekea kupotea katika ulimwengu. Akawa amejikuta tu ameishiwa mpaka nguvu, anatoka akiwa na huzuni sana. Akawaza atawaambia nini watu. Tayari bidada alikuwa na furaha kwa sababu mwamba ameweza kubadilika kwa binadamu. Eti sasa hivi aende kumwambia kwamba amebakiza siku chache kwa atakuwa anapotea na wakati mwingine atakuwa anajirudi katika umbile la binadamu. Na huku nyumbani bidada hajui kitu chochote, akaendelea kuyamwagilia
kumwagilia maua na kuendelea kuyapanda, akisema kwamba haya maua yatakwenda kukua, tutakwenda kuyashuhudia mimi na mume wangu. Lakini ghafla tu simu ya Malaika Dani ikawa inaita. Bidada akaipokea ile simu. Mwamba akamwambia kuwa nitakuja jioni sana kuhudhuria katika mazoezi yako ya kudance, lakini unisamehe kwa sababu muda huu nitakupo sipo kidogo. Lakini bidada akasema haina shida, kwa saa ngapi utakuwa umerudi nyumbani? Jamaa akasema mishale ya saa 12 hivi jioni nitakuwa nimerudi kuja kuhudhuria katika mazoezi yako, lakini bidada naomba unisamehe. Ila hizi nisamehe zikawa nyingi kiasi ambacho kikamsababisha bidada kwanza kupata wasiwasi. Nini ambacho kinaendelea? Bwana, tukutane katika episode ya 7 ya recap yetu nzuri. Ni kusiwe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe, kisha unafanya hivyo, na wewe ambaye bado hujagusa alama ya kulike, fanya hivyo, gusa alama ya kulike mbao tufikishe like 100 ili episode inayofuata iweze kutoka.